Katika Biblia kuna maagizo mengi sana ambayo Mungu ametoa kwa wanadamu kwa ajili ya kuongoza katika njia iliyo sahihi na haswa waweze kufikia ile tamati iliyo njema ya kurithi ufalme wa milele. Sasa leo tunakwenda na somo linalokuja kwa kichwa kinachosema agizo kutoka mbinguni, ambapo hapa tutaweza kuangalia miongoni mwa wale maagizo ambayo Mungu ameyatoa lipo ambalo muhimu zaidi, ambalo hili ndani yake tutakapolisoma na kujifunza kwa uzuri tutapata vitu ambavyo tutapata maagizo mengine muhimu ambayo yanatokea katika hili kubwa moja, na hapo tutasafiri tukiwa na tumaini la kufika katika ile safari ambayo tunasafiri. Na hapa ikiwa kama unahitaji kuendelea kujifunza masomo ya habari ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, basi hii ni mianzo yake, masomo ya kujifunza kwa habari za ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Na ikiwa ni mgeni katika channel hii ya Mount Moriah TZ, basi niweze kukualika uweze kusubscribe, lakini pia kama utaguswa na ujumbe huu unaweza kushare kwa watu wengine ili na wao pia waweze kujifunza, na zaidi unaweza kucomment kile ambacho pengine umetoka kujifunza, umebarikiwa nacho, ama kama unakuwa na swali unaweza ukaandika comment yako hapa. Sasa kabla tujaenda mbali zaidi, niweze kukualika tuweze kusoma kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza na mstari wa 12, ambapo hapa tutakuwa na fungu letu kiongozi kwa siku ya leo, na kichwa kidogo cha somo letu la leo ni ukweli wa sasa. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia sasa ukweli wa sasa ni nini na umejikita katika nyanja zipi, na tufanye nini zaidi ili tuweze kuishi ukweli huu wa sasa, na kwa nini tuchague somo hili liweze kwenda kwa kichwa kinachosema agizo kutoka mbinguni, na kwa nini kichwa kidogo kije kwa jina linalosema ukweli wa sasa. Kwa hiyo usikivu wako utasaidia kuweza kuelewa kile ambacho nimetamani tuweze kujifunza kwa pamoja. Basi niweze kukualika tuweze kusoma fungu hili kutoka kwenye waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza na mstari wa 12, kisha tutaomba na tutaanza kufafanua ama kujifunza pamoja kutoka katika maandiko matakatifu. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua na kuthibitika katika kweli mlionayo. Mtume anasema anaandika kwamba kwa hiyo nitakuwa tayari, yani atakuwa tayari kuwakumbusha yote, ingawaje anaonyesha kuwa hawa wanaoandikia, anawaambia kwamba ingawaje najua mnajua, kwa lugha nyingine. Sasa alikuwa anawaandikia wakina nani, na kwa nini aandike maneno haya? Nini haswa kilikuwa kinaendelea katika eneo ama katika wakati ule ambapo Paulo anaandika haya maneno? Basi niweze kukualika tuweze kuomba na kisha tuingie katika somo ili tuweze kujifunza pamoja. Basi tuombe. Mfalme na Baba yetu wa mbinguni, Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa neema na rehema uliyotupatia kwa wakati huu ya sisi kuweza kupata nafasi kusikiliza neno lako. Tunaomba uweze kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo, lakini zaidi kile utakachonena nasi, Roho wako Mtakatifu akatufundishe tukaweze kukielewa na kisiishie kwetu tu, isipokuwa tuweze kukihamisha kwa watu wengine ambao pengine hawajawahi kusikia maneno haya, lakini pengine kuendelea na sisi kuwakumbusha ndugu zetu na kujiandaa na ujio wako wa mara ya pili, ili utakapokuja nasi tuwe miongoni mwa wale ambao watakao kulaki mawinguni kwa shangwe na furaha. Mungu wetu, tunaomba usikie kuomba kwetu, na tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Sasa kitabu cha waraka wa Petro wa pili ni miongoni mwa vitabu ambavyo ni muhimu na ni vizuri sana, ambavyo kwa hakika naamini ikiwa tutachukua muda kuweza kukisoma kitabu hiki vizuri, tutajifunza vitu vingi na vitatusaidia kubadilisha maisha yetu, na haswa katika kujiandaa na ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Sasa ninapozidi kuendelea utaelewa kwa nini nasema maneno haya. Kwa kifupi, kitabu hiki cha waraka wa pili wa Petro kiliandikwa katika miaka ya 66 kuelekea 68, na kiliandikwa na mtume Petro mwenyewe. Wakati huo inasemekana wakati huo ilionekana alikuwa katika mazingira ya Rumi, na haswa kana kwamba alikuwa katika mazingira ya kifungo ama alikuwa katika kifungo huko Rumi. Lakini sasa hizi ni tafiti ambazo zinatofautiana, sio lazima kuwa hivi, lakini
natamani tuweze kupata kitu kidogo ili tuweze kujua Petro alikuwa katika hali gani na alikuwa anawaandikia wakina nani na kwa nini alikuwa anawaandikia hao watu. Kitabu hiki kiliandikwa kulengwa kwa ajili ya kupelekwa katika Asia ndogo kwa wakati ule, ambao kwa wakati huu tunaposema Asia ndogo kwa rahisi kabisa ni eneo lote la Uturuki. Kwa hiyo alikuwa anawaandikia Wakristo waliokuwa wakipatikana ama waliokuwa wakiishi katika eneo la Uturuki kwa wakati ule ni Asia ndogo. Kwa hiyo kwa nini alikuwa anawaandikia? Alikuwa anaandika mambo kadhaa kutokana na changamoto ambazo zilikuwa zinaendelea katika eneo lile la Asia ndogo. Yapo mambo kadhaa ambayo yalikuwa yanasumbua ama yalikuwa yanaendelea kama kuwa changamoto katika maisha ya Wakristo waliokuwa wanaishi katika eneo la Asia. Kwa hiyo Petro anaandika waraka huu kwa ajili ya kutaka kusolve ile migogoro ilikuwa ikiendelea, lakini kuongezea baadhi ya vitu ili waendelee kuimarika katika Kristo Yesu. Sasa ni mambo gani ambayo alikuwa akiwasumbua? Ama kitabu hiki kina malengo yapi haswa ambayo alimfanya Petro aweze kukiandika kitabu hiki ama waraka huu? Sasa yapo mambo makubwa manne ambayo yalimfanya Petro aweze kuandika waraka huu kwa ajili ya Wakristo waliokuwa wakiishi katika eneo la Asia ndogo. Sasa tutayapitia mambo haya manne kwa haraka na kisha tutarejea katika fungu letu kiongozi, alafu tuje kuangalia sasa agizo hilo kutoka mbinguni ni lipi na ukweli wa sasa ni upi na una lengo gani zaidi kwetu sisi leo, au unahusu wakina nani kwetu sisi leo, kwa sababu kitabu hichi hapo mwanzo kiliandikwa kikiwalenga Wakristo waliokuwa wanaishi katika eneo la Asia. Lakini je, kwetu sisi kitabu hiki ni muhimu? Basi tunapozidi kusonga mbele tutapata majibu na Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa. Sasa lengo kubwa la kwanza lilomfanya mtume Petro aweze kuandika kitabu hiki cha waraka wa pili wa Petro ilikuwa ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza linapatikana kutoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro kuanzia mstari wa 12 mpaka mstari wa 15. Sasa kwa kifupi ukisoma mstari hii 12 mpaka 15, mtume Petro alikuwa anawaaga na kuwakumbusha mambo kadhaa ambayo kwanza alikwisha kujifunza nao, ama alikuwa anatambua tayari kuwa mambo haya wamekwisha kujifunza kutoka kwake, lakini kwa watumishi wengine waliopita kabla yake. Lakini pia alikuwa anaaga kwa sababu alikuwa anatambua muda sio mrefu alikuwa anakwenda kulala mauti. Tukumbuke alikuwa ni mtume wa Mungu, alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu, lakini walikuwa kuna wakati wanapewa kabisa taarifa kuwa muda sio mrefu utalala mauti. Lakini wakati mwingine kutokana na hali ya uzee ambao walikuwa nayo ilikuwa nawafanya waweze kutambua ya kuwa mimi muda sio mrefu nitapumzika. Sasa tusome mafungu kadhaa kuanzia mstari wa 12 mpaka 15 ili kuweza kuthibitisha dhumuni hili la kwanza. Petro anasema, kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua na kuthibitishwa katika kweli mlionayo. 13, nami naona ni haki maadamu nipo mimi katika maskani hii kuwaamsha kwa kuwakumbusha. 14, nikijua kwamba kule kuwekea mbali maskani yangu kwaja upesi kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha. Sasa hili ndio lilokuwa nakwambia kuwa alionyesha kuwa muda sio mrefu atakwenda kupumzika ama kulala mauti. Mstari wa 15, walakini nitajitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo hayo. Atajitahidi kwa namna gani? Ndio kama hii namna ambayo nyingine alikuwa ameacha ujumbe kwa njia ya maandishi, ili kila wanaposoma hata kama atakuwa yeye amekwisha kufa ama kulala mauti, basi wataendelea kuyakumbuka. Kwa hiyo jambo kubwa la kwanza ilikuwa ni kuwaaga, ingawaje ukianza mstari wa kwanza huko anaanza na salamu, kwa alikuwa anawasalimia, lakini baadaye anawaaga na kuambia kuwa muda sio mrefu amekwisha kuambiwa atapumzika. Lakini katika jambo hili la kwanza, kipengele cha pili, alikuwa akiwakumbusha mambo ya msingi ambayo wanapaswa kuendelea kuyakumbuka. Hilo ndio purpose ama lengo kubwa la kwanza la kuandika waraka wa pili wa Petro. Twende tuangalie zumuni la pili la kwa nini mtume Petro aliandika kitabu hiki. Zumuni la pili linapatikana katika kitabu hiki cha waraka wa pili wa Petro, sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tusome na kisha tuangalie hilo zumuni la pili.
Neno la Mungu linasema, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo, watakaoingia kwa werevu uzushi wa kupoteza, watakavyoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Mstari wa 2, kwa wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Mstari wa 3, na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambao hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii. Sasa nini ambacho alikuwa anawaambia hapa? Tayari Petro alitambua kuwa kutakuwepo na uvamizi wa manabii wa uongo au walimu wa uongo, na kwa sababu tayari baadhi ya makanisa yaliyokuwa kwa wakati ule yalikuwa tayari yakifesiwa ama yakikumbwa na changamoto hii ya kuingiliwa na walimu wa uongo makanisani. Sasa alikuwa anawaambia kuwa kutakuwa na manabii wa uongo, lakini pia wakati huu tayari kulikuwa kuna rival teachers ama manabii wa uongo ambao wao walikuwa wanafundisha uongo, na zaidi walisonga mbali na hata kumkataa Yesu, ambaye yeye huyo ambao hao wanamkataa, huyo yeye ndiye aliyowanunua ninyi, au ndiye Bwana wenu. Kwa hiyo anawaonya dhidi ya walimu wa uongo. Hilo ndio somo kubwa la pili. Kwa ili waendelee kuwa salama, wanapaswa kuwa macho kutoka katika mafundisho ya watu ama walimu wa uongo ambao wangeingia katika kanisa, na wengine walikwisha kuanza kuingia katika kanisa kwa wakati ule. Twende tuangalie dhumuni la 3 la kuandikwa waraka huu wa pili wa Petro. Sasa dhumuni la 3 linapatikana kutoka katika kitabu hiki sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4, lakini pia wa 9 mpaka wa 11. Ngoja nikusomee hapa ili uweze kunipata vizuri na twende pamoja. Sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye dhihaka, wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Mstari wa 4, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Sasa nini ambacho nataka kuambia? Twende mstari wa 9 na wa 10, alafu tukipate vizuri kitu ambacho Petro anawathibitishia au anawaambia. Mstari wa 9, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. 10, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufunuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Sasa nini ambacho Petro alikuwa anawaambia? Tayari katika wakati huu kuna watu walianza kufundisha, wale walimu waongo walikuwa wanawasema, walianza kufundisha ya kwamba Yesu Kristo hatarudi mara ya pili. Kwa hiyo watu waendelee kuishi maisha ya kawaida, waenjoy wanavyojisikia bila mipaka, bila kiasi, wafanye wale wanachotaka, waishi, wachukue wanawake wote wanaowataka. Hiyo habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili ambao walikuwa wanaisubiria haipo, kwa sababu hilo ndio tumaini ambao lilikuwa wamejengwa kwalo. Nitakuelezea hapo mbele vizuri tutakaporejea katika fungu letu kiongozi. Kwa hiyo sasa waliwaambia watu maneno hayo na kuwakatisha tamaa. Kwa hiyo watu wengi walianza kukata tamaa na kurudi nyuma. Petro akapata taarifa. Sasa anarejea kuambia, jamani, wapo watu watatokea kuwafundisha habari hii, na wengine walikwisha kutokea. Lakini aliwaambia kwamba habari ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili ni jambo la kweli na hakika, msilidharau wala msidanganywe na mkalipuuza. Kwa nini? Kwa sababu
ahadi ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili bado iko pale pale, na kuonekana kukawia kwake wao hawajajua tu, ila upo wakati ambao lazima arejee, isipokuwa bado anaendelea kuwafanya watu wengine waifikirie toba, ila wakati utakapofika wa mwisho wa rehema kufungwa, basi Yesu Kristo atarudi na mbingu wanazoziona zitakuja kuteketezwa kwa moto na vyote vilivyomo ndani yake. Kwa hiyo alikuwa anawapa assurance ya kuwa Yesu Kristo atarudi mara ya pili, na ile kauli ama fundisho la kusema hatarudi mara ya pili ni habari ya uongo. Kwa hiyo wanapaswa waendelee kutumainia hilo. Hilo ndo sababu kubwa ya pili. Na ndio maana ukisoma sura ya 3 unakuta anatoa maelekezo mengi, na kuna vizio vya wakati anavitoa humu ndani kwamba siku moja kwa Bwana ni sawa sawa na miaka 1000. Tutakuja kujifunza vizuri huko mbele tutakapoanza kuangalia, tutakapozama katika mada hii ya habari ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili na masuala ya unabii kwa upana wake. Kwa sura hii ya 3 ndio ilichambua vizuri, kwa sababu hii ni miongoni mwa mada ambayo ilisumbua kanisa au ilivurugwa na manabii wa uongo na walimu wa uongo kwa wakati hule. Zumuni la 4 linapatikana katika kitabu cha hiki cha waraka wa pili wa Petro, katika sura kuanzia mstari wa 8, sura ya 3 mstari wa 8, lakini pia inarudi nyuma kutoka kwenye sura ya kwanza 5 mpaka mstari wa 8. Sasa nitasoma kidogo tu, nitasummarize kidogo tu ili turejee katika fungu letu kiongozi. Zumuni la 4 lilikuwa ni kuwahimiza kukua kiroho mpaka mwisho wa maisha yao. Sasa hapa ndipo ambapo unapoanza katika sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 8, ukisoma utaona Petro anawahimiza wazidi kukua kiroho na wajiandae, wakeshe katika Kristo. Haijalishi kuja kwa Yesu kupo mbali kiasi gani kwao, lakini wao jambo kubwa la msingi ni wao kuendelea kuchumilia wokovu. Na hili ni jambo miongoni mwa mambo muhimu hata kwetu sisi leo. Haijalishi utakufa kesho, utakufa kesho kutwa, Yesu atakuwa bado hajarudi, ila jambo kubwa na la msingi tunapaswa, kama tutakufa basi tufe katika Kristo. Na hata kama tusipokufa kitukuta hai, basi tuwe tunatumaini lile la kwenda kumlaki mawinguni na kwenda kuishi naye mbinguni miaka 1000 na kisha uzima wa milele. Kwa hiyo hayo ndiyo mazumuni makubwa 4 ya kitabu hiki. Sasa kwa nini tumeweza kuchagua fungu kiongozi ya kuwa sura ya kwanza na mstari wa 12 waraka huu wa pili wa Petro? Nini hasa ambacho natamani tuweze kujifunza, au agizo hilo kutoka mbinguni ni lipi hasa kutoka katika kitabu hiki cha waraka wa pili wa Petro? Basi tuweze kurejea fungu letu la 12 katika sura ya kwanza, na kisha tuweze kuangalia tunaposema ukweli wa sasa ni nini, na tunaposema agizo kutoka mbinguni ni agizo lipi hilo ambalo limetoka mbinguni na tunapaswa tuweze kulifuata. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua na kuthibitishwa katika kweli mlionayo. Sasa ndugu zangu, ukisoma fungu hili Paulo ambayo tuliangalia hapo kuwa ndio lengo kubwa la kwanza kuwakumbusha. Kuwakumbusha nini? Katika maonyi, katika ule uongo ambao unaweza kuingizwa kanisani, katika changamoto mbalimbali wanazozipitia za kukatisha tamaa. Miongoni mwa kitu pekee ambacho kitawafanya waendelee kuilinda imani ni kukumbuka ya kuwa yote yatakwisha na Yesu Kristo atarudi mara ya pili. Na atakaporudi mara ya pili ndio hayo yote yatakomeshwa na shetani atapata ujira wake pamoja na wale wote walioamua kumfuata. Kwa hiyo Petro anawakumbusha hili, anawakumbusha kweli walionayo waishikilie. Kweli hiyo walionayo ni ipi? Ukisoma katika lugha ukisoma lugha ya Kigiriki ambayo imetumika kuelezea fungu hili la 12, ili neno kweli mlionayo, wametumia neno palousia au palos. Sasa hili neno limejikita zaidi katika ujumbe, linatoa tafsiri zaidi ya kweli walionayo ambayo inarejelea ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Sasa hii ndiyo kweli walionayo kwa wakati ule ambayo imebeba vitu vingine vyote, kwa sababu mara ya kwanza alishakuja, lakini wakati anaondoka aliwapa agizo la kupeleka ujumbe ulimwenguni, lakini akiwaambia kuwa nitarudi, naenda kuandalia makao na kuja kuwachukua ili muweze kuishi nami milele katika mahali alipopanda. Kwa hiyo anaposema kama kuthibitishwa katika kweli mlionayo, analenga au anakumbusha kuwa ili tuweze kuwa salama tunapaswa kujikita katika ukweli wa sasa. Lugha ya Kiingereza imetumia neno present truth, ndio ukweli mlionayo au ukweli wa wakati huu.
Sasa ukweli wa sasa ni upi? Muktadha wa kitabu kizima cha waraka wa pili wa Petro, hasa ukifika katika sura ya 3 na kuanzia sura ya 2 na sura ya 3, anarejelea habari ya ujio wa Yesu Kristo mara pili, ambayo kwayo anawaambia ndipo ambapo mtapata tumaini na mtaendelea kushika imani yenu, litawafanya muendelee kushika imani yenu na kuendelea kuwa na imani ya juu ya Yesu Kristo atakaporudi mara pili, nini ambacho ameahidi atakuja kukifanya. Kwa hiyo ukweli wa sasa, tunaposema habari ya ukweli wa sasa, ni habari ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hiyo hayo mengine yote tutakayojifunza yote, ila agizo kuu kutoka mbinguni kutokana na wakati tulionao ni habari ya ukweli wa sasa. Na jambo la kuzingatia ni kwamba unaposikia ukweli wa sasa, labda unaweza usielewe ni nini. Tunaposema ukweli wa sasa, ni ule ukweli ambao unahitajika kwa wakati huu. Sasa na sio ukweli mpya. Yaani usije ukazani kwamba ni ukweli mpya. Hapana, ni ukweli unaofahamika. Na ndio maana hata Petro anawakumbusha Wakristo waliopo katika Asia ndogo. Anawakumbusha nini? Kuhusiana na fundisho ambalo wamejikita kwao, kwamba wamwamini Yesu, wamwamini na kubatizwa ataokolewa, lakini zaidi wawe na tumaini atakuja kuwachukua, kwa sababu yeye ameahidi kuja kuwachukua. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya ukweli wa sasa, ili uweze kunielewa vizuri, labda nikupe mfano huu. Kwa mfano sasa hivi napenda kuchukulia mfano huu hapa. Kwa mfano sasa hivi kuna kijana, wewe unanisikiliza, labda ni binti au wa kiume, au yeyote katika familia fulani, labda kuna tukio la harusi linahitaji kutokea siku 3 mbele. Kwa kawaida mtu ambaye anahitaji kuoa huo wakati anakuwa na mawazo zaidi kuhusiana na tukio lililo mbele yake. Sasa huyu kwake ukweli wa sasa kwa wakati huo hilo tukio la harusi, kwa sababu ndilo analoliwaza na kulishughulikia kuliko kitu kingine chochote. Ikiwa mtu ana njaa, labda mfano mwingine, anatafuta chakula au yupo mezani anahitaji kula chakula, ukweli wa sasa kwa wakati huo ni tupo katika muda wa chakula, labda tuko katika lunch, muda wa chakula cha mchana, au dinner, chakula cha jioni, au chakula cha asubuhi, breakfast. Kwa hiyo hilo tukio linalowakumba kwa wakati au linalowahusu hasa katika wakati huo ndio ukweli wa sasa wenyewe. Kwa sio ukweli mpya. Kwa hiyo habari labda ya kula chakula sio habari mpya. Mtu atoka anakuwa miaka 20 labda au 25 ameanza kula zamani, lakini kutokana kuna muda anakuwa na njaa, kuna muda hana njaa. Sasa kwa habari ya kula kwake sio mpya. So habari ya ujio wa Yesu mara ya pili, hii sio habari mpya. Tutakaposonga huko mbele tutakuja kuangalia hadi kwa kina Nuhu, tutakuja hadi kwa nyuma huko kina Musa, walishafunuliwa habari ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hiyo hata hawa watu wa Kristo katika Asia ndogo halikuwa jambo jipya kwao, isipokuwa walikuwa wanakumbushwa na kutakwa kulinda imani yao mpaka mwisho wa dahari, na wasidanganywe na wale ambao wanawadanganya, waliotokea kuwadanganya kwa wakati ule. Kwa hiyo jambo hili ndio jambo muhimu zaidi hata kwetu sisi leo. Na ndio maana nimekwambia mambo haya tutaangalia, je, yanatuhusu au hayatuhusu. Hata sisi leo yanatuhusu sana, kwa sababu sisi ndio tunaoishi katika kipindi cha mwisho zaidi kuliko wale waliokwisha kupita. Tutakapofika masomo mengine kama ninavyozidi kukuahidi huko mbele, tukifika kitabu cha Daniel, tukaangalia kitabu cha Mathayo 24 na vitabu vingine vya Ufunuo, ujumbe wa miaka 6000, tutakuja kuanza kuchambua, utakuja kugundua kwamba hatuna muda. Na kwetu sisi ukweli huu sasa, habari ya ujio wa Yesu Kristo mara pili, ndiyo kubwa zaidi kuliko kitu kingine chochote. Lakini angalizo ni kwamba licha ya kuwa kuna agizo kuu hili, lakini hatupaswi kuacha vitu vingine au maagizo mengine madogo madogo kuendelea kuyafanya, kwa sababu yote ni ya Mungu. Kwa mfano, Petro wakati huu alikuwa anahubiri, lakini tukiacha habari ya Petro, twende kwa Paulo. Paulo naye alikuwa anahubiri sana habari ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, habari ya ufufuo, tutajifunza na sisi pia hapo mbele na mengine. Lakini pia walikuwa wanaendelea kufundisha habari za kesi za ndoa makanisani, mambo ya maadili, Kristo ale nini, aache nini, avae nini, asivae nini, aweje, aonekanaje. Kwa hiyo mambo mengine waliendelea pia kujifunza, lakini waliambiwa ama walijikita zaidi, walijengwa katika msingi wa ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hiyo ndugu zangu, kama wewe ni mhubiri wa Injili, unasikia ujumbe huu, niweze kukusii kwamba tunapofundisha habari ya Yesu Kristo mara ya pili,
unapaswa kuzingatia kuna vitu vingine pia hatupaswi kuviacha. Watu wanahitaji kujifunza bado habari ya muziki wa ibada ni upi, lakini pia wale nini, waache nini, lakini pia na mengine mengi ambayo tukipata neema hata sisi tutaendelea kuangalia. Na ndio maana tukiangalia katika channel ya Mount Moriah TZ tumejifunza habari kuhusiana na Trinity ama utatu, kwa sababu ni miongoni mwa mada ambazo ni muhimu watu wanapaswa kuelewa na kuepukana yapi ya uongo, lakini yapo na mengine ambayo tutaendelea kujifunza. Kwa kuna wakati tujifunza habari ya Yesu Kristo mara ya pili, kuna wakati tujifunza kwenye mambo ya tutazama kwenye mambo ya maadili, kuna wakati tujifunza masuala ya afya na mengine na mengine na mengine. Kwa hiyo tunapowafundisha watu tunapaswa kuandaa, lakini tukijua kuwa fundisho letu kuu ambalo linapaswa zaidi haswa ni habari ya ukweli wa sasa, ambao huu unajikita katika ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, lakini zaidi kuna mengine hatupaswi kuyaacha. Basi tuweze kuangalia nukuu kadhaa ambazo Ellen G. White naye aliweza kuzungumza kuhusiana na habari ya ukweli wa sasa. Sasa nitasoma kitabu cha Gospel Workers ukurasa wa 139. Nitasoma paragrafu hii nawe kwenda kuisoma. Neno la kutoka katika nabii Ellen G. White anasema kwenye hii ukurasa wa 139 Gospel Workers, anasema tunaishi katika wakati wa hukumu. Sasa ndio wakati wa kuwapa watu ukweli wa sasa. Sisi ni watumwa wa ukweli huu. Yani sisi, hichi kitabu kinaitwa Watendakazi wa Injili. Anasema sisi watendakazi wa Injili. Muktadha hapa ni watendakazi wa Injili. Sisi watendakazi wa Injili. Huu ndio wakati ambao, sasa hii ilikuwa ni miaka mingi nyuma ambao alikuwa anaelezea haya mambo. Sisi tunapaswa kuelekeza watu zaidi katika ukweli wa sasa. Yani sisi ni watumwa wa ukweli huo. Yani hatuna budi kuufundisha. Katika namna yoyote tunapaswa tuweze kufundisha, kwa njia ya vitabu, kwa njia ya redio, kwa njia ya YouTube, kwa njia nyingine yote, kwa njia ya nyumba kwa nyumba na kwa njia nyingine zote, ila ukweli wa sasa unapaswa uweze kufika. Lakini nukuu nyingine inapatikana kutoka kitabu cha Maandiko ya Awali ukurasa wa 277, nasema watu wa Mungu wanapaswa kuwa wazi katika kuwasilisha ukweli wa sasa. Shetani anafanya kazi kwa nguvu zake zote ili kuzuia mwanga. Maana yake nini? Yani shetani anazuia ukweli huu sasa watu wasiweze kuupata, lakini sisi tunapaswa kuupeleka katika kwa ulimwengu na kufundisha ujumbe huu kwa wazi, tusiufiche fiche. Yani Yesu anarudi, tuambie watu Yesu anarudi. Ukweli wa sasa mwingine, labda wakati huu tunapaswa kuacha maovu fulani. Habari ya uzinzi inapaswa tuweze kuifafanua vizuri iweze kueleweka. Habari ya utunzaji wa sabato inapaswa iweze kuelezewa vizuri. Habari ya Yesu anafanya nini patakatifu inapaswa iweze kuelezewa vizuri. Yote ambayo yanatuhusu kwa wakati huu. Nukuu ya tatu ambayo tunamaliza nayo inasema ukweli wa sasa kwa siku hizi za mwisho ni ujumbe wa malaika watatu wa Ufunuo sura ya 14. Hili ndilo jaribio kubwa, hili ndilo mtihani mkubwa kwa ulimwengu. Yani ukweli unaopatikana, ujumbe unaopatikana kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 14, ujumbe ule, ukweli wa ujumbe wa malaika watatu nitakuja kufundisha hapo baadaye, ni ukweli ambao unapaswa zaidi kwa wakati huu. Kwa hiyo kumbe ukweli wa sasa ambao unatuhusu haswa katika wakati huu tunapomsubiri Yesu Kristo mara ya pili unapatikana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Sasa tutakapo sura ya 14, tutakapokuja kuangalia sura hii ya 14, ujumbe huu wa malaika watatu, utaanzia mstari wa 8 wewe nenda mpaka mstari wa 14 au maliza sura nzima. Pale kuna maagizo ya malaika, ujumbe ya kutoka kwa malaika watatu ambao walipewa na Mungu waweze kufikia watu wa Mungu ulimwenguni na tuweze kuwahubiria ama kuwafundisha watu wengine. Kwa hiyo ujumbe wa malaika watatu nimekwambia tutakuja kuangalia huko mbele, lakini ujumbe huu wa malaika watatu kwa samari yake ndogo wenyewe umejikita zaidi katika kuandaa watu na ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hiyo bado sura hii ya 14 kitabu cha Ufunuo haijatoka katika kile ambacho Petro amekisema. Yote inazungumzia habari ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hiyo ndugu yangu, niweze kukualika uweze kutafakari vipi ni namna gani ambavyo umejiandaa na ujio wa Yesu Kristo mara pili, lakini pia unapambana kwa namna gani kuandaa wengine kuhusiana na habari ya ujio wake mara ya pili. Lakini zaidi uweze kama kuna jambo ambalo unadhani linakushikilia, basi uweze kumwomba Mungu uweze kuliachilia, ambao ikiwa ni kikwazo cha wewe kuweza kumlaki mara ya pili, basi tuweze kukiacha. Lakini ikiwa safari inakwenda vizuri, basi uzidi kumwomba Mungu ili tusiweze kumwacha Mungu na tufike salama. Mungu aweze kukubariki, lakini zaidi tuweze kushare ujumbe huu kwa watu wengine waweze kujifunza. Nikualika katika masomo mengine ambayo haya yatazama zaidi za kuangalia ukweli huu wa ujumbe wa malaika watatu, lakini
masomo mengine ya ujio wa Yesu Kristo mara pili na uchambuzi mbalimbali wa masomo ya kinabii ambayo nitakuletea. Lakini kama nilivyokuambia, hapa tutajifunza ukweli wa sasa na ujumbe wa malaika watatu, lakini tutaangalia pia upana zaidi wa masomo ambayo yanatuandaa na ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Na ili uweze kuwa wa kwanza au mwanafamilia wa kupata masomo haya, kuendelea kujifunza pamoja, basi unaweza kusubscribe hapo kwenye channel ya Mount Moriah TZ, ili somo litakapoingia tu mtandaoni basi utaweza kulipata. Lakini zaidi, wakati mwingine nitakuwa naweka masomo ambayo nitakayokuwa nayapeleka redioni. Kuna wakati mwingine naenda redioni, kwa nitakuwa na zile voice nazichukua, lakini pia naziweka YouTube ili tuweze kushare kwa pamoja. Na ikiwa utaguswa zaidi kuendelea kusupport kazi ya Mungu, basi unaweza ukanitafuta kwa namba zangu ambazo zinaonekana hapo, ili tuendelee kupeana mawazo, lakini kusupport kazi ya Mungu izidi kusonga mbele na wengine waweze kupata ukweli wa sasa. Basi Mungu aweze kukubariki na hayo tuweza kujifunza yaweze kupata nguvu na tubadilishe katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina.